Told it took almost 2 years for him to land a job, for him to get a job. Na ule alizungumza Nairobi, alisema ilikuwa inauma sana. Watu wale walikuwa na akili, wamesoma vizuri, unaona wana stagnate. Lakini wale wakelele kwa sababu wanajua mtu mahali fulani, unaona tu wanapanda. Mtu hajawahi enda shule anajiita engineer. Na mnajua nazungumza juu ya nani? Marafiki zao wengine wako hapa. Wewe ni engineer mgani bwana? Ma-engineer ndio hawa, wameenda wamesoma, hawezi kupata kazi. What sort of society have we built? A society where there is no meritocracy. Ati kama haujui mtu, hatuwezi kupewa kazi. Nimesikia mwingine akisema hapa ati sijui niseme nini, nani apewe nini. Si apewe tu kama anafaa apewe. Kwa nini lazima niseme? Yaani mpaka niimbe hiyo lugha, kunataka niimbe ndio baba yangu huyu apewe promotion kwa ministry. Sio sifanyi. We need to build a system of meritocracy. If somebody deserves something, it doesn't matter what their name is or who has called who. It doesn't matter. So those of us, mkiona wengine tunaongea hivi, mwalimu amekuwa hapa anasema niliwatetea wakapata pesa yao. Hii serikali hii yenye iko hii ya Ruto inatufanyisha sisi kazi ngumu sana. Kila siku nikiamka kuna watu ya kupigania. I am telling you, hapo kwa Senate tunakaa kila siku, kama si walimu wamekuja leo, kesho ni madaktari, kesho yake ni CHPs. Saa hii wamejaza simu yangu walimu wa JS, Junior Secondary Interns, contract zao zinaisha December. Wanasema Sifuna enda uwaambie watu waandike kazi. Kwa nini lazima muambiwe bwana? Kwa nini lazima muambiwe? Kama wewe ni rais na lazima uambiwe ndio ufanye kazi yako, wewe toka, tuweke mtu mwenye anajua ile kazi ilimtuma kwa hiyo ofisi. Na ndio kwa maana mimi nimeshaamua. Kwa kama hujaamua hiyo ni yako na nakuheshimu. Lakini mimi nishaamua Ruto lazima akule one term na aende nyumbani. Wale wanasema 2 term tunawaheshimu, si ndio? Na pia sisi watu heshimu, kwa sababu haiwezekani unaamka kila siku walimu wanalia, madaktari wanalia, watu wengine wote wanalia. Mheshimiwa Caleb Amisi atakwambia tunafanyishwa kazi ngumu. That is not what is supposed to be. How can there be every day the country is crying? Alikuja bunge juzi, mimi wasiendi mkutano yake, mnajua? Kwa sababu kuna rafiki yetu hapa ni speaker anaitwa Weta. Unajua sheria ya bunge inasema, Caleb anajua, wakati rais anazungumza ati sisi wote tunafaa tunyamaze tu kimya. Hata akisema kitu mbaya na yenye ni uongo ya wazi, ukikohoa tu hivyo unasikia Sifuna nje miezi 6. Sasa si afadhali tu nikae huko nje ndio nirudi tena niende kuwatetea? Hakuna haja nikae hapo nikisikiliza uongo yake. So huwa siendi hiyo mikutano yake. Nataka niwaambie sisi kama viongozi wenu tunajua zile shida ziko hapa. Rais anakuja bunge, anazungumza, kwanza amekuja na manifesto mpya. Sasa hii amesema anaanza mambo mengine 4. Ile nyingine alitudanganya ya bottom up sijui iko wapi. Hazungumzii sasa hii. Unawezaje zungumzia mambo ya elimu ukose kutaja issue ya walimu wa JS? Ukose kutaja ile pesa zaidi ya bilioni 70 yenye serikali yako haijalipa private universities ya sponsored students. Haujasema kitu yote kuhusu hiyo. Hujasema kitu yote. Wa lecturers wamekuwa strike almost sijui miezi ngapi. Watoto wetu wako kwa barabara. Unazungumzia afya. Kina mama hapa wanakuja hapa. Yeye mwenyewe anasema atukienda hospitali matibabu ni bure, na wakikuitisha pesa atupigie polisi simu. Mimi nimewaambia msipigie polisi. Tunataka namba ya Ruto. Wale mmeongea hapa marafiki zake, mtupatie namba yake. Vile watu wananiamshanga usiku wakisema Sifuna tutetee, tutakuwa tunatuma hiyo ujumbe yenu kwa namba yake. Ukienda hospitali wakuitishe pesa usipigie polisi, pigia Ruto. Pigia Ruto. Kwa sababu kuna tofauti sana na mambo ambayo sisi tunasema kama viongozi na ukweli wa maisha ya wananchi pale kwa ground. Wananchi wanaumia bwana. Wananchi wanaumia. Mimi ile kitu nataka niwaombe, imebaki miaka 2 tu. Hata ni chini ya mwaka 1.5. Huyu jamaa lazima aende huko.